Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, wewe unayenisikiliza mahali kokote uliko, leo ninalo neno zuri sana ambalo ukilisikia mpaka mwisho, hakika kuna jambo kubwa sana ambalo utalipokea katika maisha yako. Hivi unafahamu kwamba kuna mambo huwezi ukayaona katika maisha yako bila kuomba? Kuna mambo hayawezi kutokea katika maisha yako isipokuwa kwa kuomba. Nahitaji leo ufahamu nguvu iliyopo katika maombi. Ipo nguvu katika kuomba. Leo na kufundisha somo fupi tu, takriban dakika chache tu, utajifunza na tutalifanyia kazi. Tunahitaji kuvuka viwango, kupiga hatua, kutoka hatua tulizopo kufika hatua za juu kupitia maombi. Majina yangu ni Pastor Clinus Ponsiani wa kanisa la House of Glory International Church lililoko Dodoma mjini, Mganga East, karibu na SGR. Nikukaribishe uanze pamoja na mimi, lakini pia umalize pamoja na mimi. Mungu akubariki sana. Basi kimsingi ni kwamba kuna mambo huwezi ukayaona kwenye maisha yako isipokuwa kwa kuomba. Yaani kuna mambo hayawezi kutokea kwenye maisha yako bila wewe kuomba. Ipo nguvu kubwa katika maombi. Ipo nguvu kubwa katika maombi. Tusome neno kidogo katika Injili ya Marko sura ya 9 na ile aya kuanzia ya 28. Inasema, hata alipoingia nyumbani, wanafunzi wake wakamuuliza kwa faragha, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Akawaambia, namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote isipokuwa kwa kuomba. Ilitokea Yesu alienda kumtoa pepo ambaye mitume walishindwa. Kwa mitume walishangaa sana kuona kwamba Yesu ameenda tu na kuamrisha pepo anatoka. Walishangaa, wanauliza imewezekanaje huyu pepo kutoka kwa namna hii? Yesu aliwajibu kwamba namna hii haiwezi kutoka isipokuwa kwa kuomba. Yesu mwenyewe alitenga muda wake na kuomba. Ijapokuwa ni Mungu ambaye ameshushwa duniani kwa mfano wa mwili ili awakomboe wanadamu, ila aliomba. Kabla ya kuwachagua mitume wake aliomba. Wakati anataka kufanya kazi yake aliomba. Kwa mpendwa, ninachotaka uelewe ni kwamba ipo nguvu kubwa katika maombi. Kuna mambo huwezi ukayaona kwenye maisha yako bila wewe kuomba. Inakupasa kuingia katika maombi ili uweze kuyaona matokeo katika maisha yako, ili uweze kupiga hatua katika maisha yako, kutoka viwango ulivyopo kufika viwango vingine. Inakuhitaji wewe uombe ili uweze kuyaona mafanikio yale ambayo unatamani uyaona kwenye maisha yako. Imekupasa kuomba. Kuna mambo hayawezi kutokea kabisa kamwe bila wewe kuomba. Imekupasa kuomba. Imekupasa kwenda mbele za Mungu kwa maombi. Hakuna jambo ambalo litatokea tu from nowhere kwa muujiza tu. Haujaomba, hujafanya chochote, limetokea na linaendelea kutokea. Hapana. Na watu wengi unakuta anazoea kuombewa tu. Kuomba mwenyewe ni ngumu, anashindwa, hawezi kabisa. Jambo hili haliwezi kutokea. Yale mafanikio uweze ukayaona isipokuwa kwa kuomba. Vile viwango unavyovihitaji kwenye maisha yako ili uweze kuvifikia kiukamilifu kwa msaada wa Mungu, imekupasa kuomba. Vitu vipo, chochote kile ambacho unakihitaji kipo, ila inakupasa kuomba. Ukiomba unapewa. Hebu tusome Injili ya Mathayo 7:7. Maandiko matakatifu yanatuambiaje? Endelee kujifunza. Yanasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye upokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa.
Kwa maandiko matakatifu yanatuambia kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Kwa wewe ukiomba utapewa. Mungu wetu tunayemwabudu ni Mungu mwaminifu. Unapoomba kwa unyenyekevu, lazima atakupatia. Hata kama mpendo umeona kama majibu yamechelewa, hata kama umeomba miaka nenda rudi, endelea kuomba. Mungu achelewi wala hawai. Kuna wakati utafika atakujibu kwa viwango ambavyo wewe ukutegemea. Na kusudi la Mungu ni jema kwetu. Kusudi la Mungu ni jema katika maisha yetu. Kwa hiyo kimsingi, jikite katika kumtafuta Mungu, jikite katika maombi. Maombi yana nguvu, ipo nguvu kubwa katika kuomba. Lakini leo nataka nikwambie kwamba kuna vitu huwezi ukaviona isipokuwa kwa kuomba. Imekupasa kuomba ili uweze kuviona, ili uweze kuyaona yale matokeo unayoyahitaji kwenye maisha yako. Inakupasa kuomba. Utakuja uombewe pale ambapo unaona kwamba hapa siwezi, nahitaji nguvu kubwa zaidi ya kimungu. Utawekewa mkono na kuombewa. Lakini kibinafsi kwenye maisha yako yote, jikite katika kuomba. Jikite kwenda mbele za Mungu kupitia maombi. Kwa maana unapokuwa unaomba, unakuwa unazungumza na Mungu. Unapokuwa unaomba, unazungumza na Mungu ili akupatie kile ambacho unakuwa unahitaji kwenye maisha yako. Mpendwa, omba. Yale mambo ambayo yamekuwa ni magumu kwenye maisha yako, omba. Yale mambo ambayo unaona yameshindikana kwenye maisha yako, omba. Yale ambayo ni magonjwa yamekutesa kwenye maisha yako, nenda mbele za Mungu, omba. Hakuna gumu mbele za Mungu. Ukienda mbele za Mungu na kuomba kwa nguvu, kwa kumaanisha, hakika Mungu lazima atafanya muujiza katika maisha yako. Hakuna jambo lolote ambalo limeshindikana mbele za Mungu. Na hapa katika Injili ya Mathayo sura ya 7 na kuendelea, aya ya 12, basi yoyote mnayotaka mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo, kwa maana ndiyo Torati na manabii. Ukisoma aya ya 11 kuanzia aya ya 10, au mkiomba samaki, au akiomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamuombao? Kwa maana hiyo, kile ambacho unamuomba Mungu atakujalia. Lile hitaji lako ulilonalo kwenye maisha yako, Mungu ashaliona na analisikia. Kuna wakati utafika atakujalia lile hitaji katika maisha yako. Usiwe na wasiwasi mbele za Mungu kwamba limechelewa hili jibu, nimeomba sana miaka mingi sijaona majibu kwenye maisha yangu, ninateseka kila itwapo leo. Mungu ni mwaminifu, atakujibu yale ambayo unayahitaji kwenye maisha yako. Kimsingi, endelea kuomba. Wewe unavyoendelea kuomba ndivyo majibu yako yanaenda kuonekana. Usiache kuomba. Yale magonjwa yanayokutesa, shida mbalimbali zinazokutesa, yupo Mungu anayewajibu watu wake, na akujibu leo hii kwa jina la Yesu Kristo. Jambo lolote ambalo ni gumu kwenye maisha yako likaondoke kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Hitaji lako ulilonalo kwenye maisha yako likatimie kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Na yule adui anayezuia mahitaji yako usiyapokee, tunamteka kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Na lika damu ya Yesu Kristo ikakufunike, ikakulinde katika jina la Yesu Kristo. Uwepo wa Yesu Kristo ukakae pamoja na wewe. Damu ya Yesu Kristo ikakutakase, ikakufunike katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Yesu Kristo ikawe pamoja na wewe kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Naomba kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ipo nguvu kubwa katika maombi. Amini tu. Mungu anatenda, Mungu anaweza, na Mungu ataendelea kufanya katika maisha yako. Nikutakia wakati mwema. Usiache kufuatilia peji zetu za kijamii, Uponyaji Kwaya pamoja na Pastor Clenos Onsiani. Mungu akubariki sana. Nikutakie wakati mwema.